Nimesema asifiwe Yesu. Hivi kuna watu wamekuja hapa mchana wamekula au wamekuja huko maombini? Wangapi wamefunga? Wote tumeshughulikia mambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea kukumbuka kufa kwa Yesu na kufufuka kwake, ambako kusudi kubwa la Yesu kuja duniani akafa na akafufuka, kama tunavyokumbuka habari hii siku ya leo au wiki hii nzima, ni kwa sababu wewe na mimi tuweze kupata kufunguliwa kutoka vifungo vya giza na dhambi, ili tuwekwe huru, tuwe watu wa Mungu, tumwabudu Mungu kwa uhuru. Haleluya. Dunia nzima wanasherehekea sherehe hii ya kukumbuka ukombozi wetu wanadamu. Kila kona wako bize na shughuli ya kukumbuka wokovu ambao Yesu alitufanyia kwa kufa na kufufuka kwake. Nasi tunapoendelea na sikukuu hii ya kufurahia na kushangilia wokovu wetu, kama ambavyo siku ya jana tumeanza Pasaka yetu, tumeianza kwa kuangalia mambo muhimu sana yanayomhusu kila Mkristo. Tuliona jambo la kwanza kwa siku ya jana, na ambapo leo tutaendelea na hatua nyingine na nyingine kama itatukubali. Jana tuliona wazi kwamba baada ya mtu kuwa umeokoka na ukampa Yesu maisha yako, unatakiwa kitu muhimu sana, ulijue neno la Mungu. Maana ukilijua neno la Mungu, wokovu wako utasimama imara. Ukilijua neno la Mungu, hautayumbishwa. Ukikutana na changamoto, utakuwa na uwezo wa kusimama na kuweza kuivuka changamoto hiyo. Majaribu yote yaliyopo yanatokana na kile Mungu alisema kwamba tukiishi, adui anakuja kugeuza kweli ya Mungu na kuifanya sio kweli. Tunakumbuka kisa kilitokea wakati ule wa mwanzo, Adamu na Eva, baada ya Mungu kuambia fanyeni hivi ili muishi, mkienda kinyume na hapa hakika mtakufa. Na akatokea mwenye ushauri wake akawaambia, Mungu alikosema sivyo, ila sahihi ni hiki ninachowaambia, mkila mtafumbuliwa akili zenu, mtakuwa na akili nyingi na uwezo kama Mungu, mfanye vitu kama Mungu anavyofanya. Walivyokula haikuwa vile walivyoshauriwa, badala yake neno la Mungu lilisimama kama lilivyo. Alivyosema hakika mtakufa, ilikuwa au haikuwa? Mauti ilianzia pale. Ikiwa leo tunakufa, chanzo cha kifo ni kuliasi neno la Mungu. Kitaka uwe salama, shika neno la Mungu uliishi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Yesu alikuja kurudisha uhusiano ule ambao ulikufa pale bustani ya Eden. Tuliona jana wakati amekuja ameanza, alipotoka maumbili, shetani alikuja na kile ambacho aliwadanganya Adamu na Eva, kula chakula. Akamwambia, badili mawe haya yawe chakula, ule usife njaa. Mpaka hii leo kama kuna kitu kinasumbua duniani ni tumbo. Ili tumbo hili na hivi liko mbele, kila kitu hapa. Majaribu yote, cha kwanza ukiangalia ni mtu apate cha kupeleka hapa. Mauti iko hapa. Lakini kama usingekuwa na kula,
sina shaka maovu yangepungua. Kama kuna ufisadi kwa ajili ya tumbo, kama kuna kuuana, wivu, chuki, ni ili mtu asipate kufika mahali. Lakini ashukuriwe Yesu ambaye tunakumbuka habari za kuja kwake ili atukomboe tutoke katika ufalme huo, turudi katika ufalme wa Mungu, tuwe wana halisi wa Mungu. Na tunakuwaje wana wa Mungu halisi? Ni kwa kulishika neno la Mungu na kuliishi. Jana tulisema sana hapo, na basi hii leo tunakwenda kuangalia jambo la pili ambalo Mkristo anapaswa kuwa nalo, anapaswa kuliishi. Ukisha kulijua neno, jambo la pili ni lazima uwe mtu wa maombi. Lazima uwe mtu wa maombi. Neno na maombi vinaendana. Ukikosa neno la Mungu na ukakosa maombi, maisha yako yatakuwa hatarini. Wewe utakuwa sawa na kuku wa Pasaka. Yaani kuku wa Pasaka hatumi maombi ya kuliwa, ila mwenye kuku ndo anayepanga leo tunakula jogoo yupi. Ni kuagiza tu, kamata ule jogoo mwekundu, ndo mboga ya kesho Pasaka. Wewe usipokuwa na neno la Mungu na ukakosa maombi, ni sawa na jogoo la Pasaka. Kwa maana muda wowote shetani akikuhitaji kwa chochote na kwa lolote, atakupata tu, maana hauna ulinzi, hauna pa kukimbilia. Ninakushauri Pasaka hii, jitahidi sana uwe ni mtu wa kulishika neno la Mungu na kuliishi, na uwe mtu wa maombi, ili uwe mtu salama, uishi katika ulimwengu huu uliochafuka na kuharibika ukiwa salama, utembee kifua mbele pasina kutishwa na chochote. Haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tuko pamoja mpaka sasa hivi? Kimbia kitabu kile cha Luka Mtakatifu sura ile ya 6. Luka Mtakatifu sura ya 6, naanza mstari wa 12 na 13. Tuweke msingi hapo, twende. Luka Mtakatifu sura ya 6, anzia mstari wa 12 na 13. Twende kazi. Sura ya 6 mstari wa 12 hadi wa 13. Ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. Akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Hata kulipokuwa mchana, aliwaita wanafunzi wake, akawachagua 12 miongoni mwao ambao aliwaita mitume. Ongeza 14. Simoni aliyemwita jina la pili Petro, na Andrea nduguye, na Yakobo na Yohana na Filipo na Bartholomayo. Baba, ninakushukuru kwa kuwa hata sasa umetupendelea kupitia neno hili. Karibu useme na maisha yetu, karibu utusaidie, kwa sababu tunahitaji msaada wako. Nami ninaposimama ninakushukuru kwa sababu uko pamoja nami, na kwa mimi unakwenda kusema na watu hawa. Katika jina lako Yesu ninaamini, na ndivyo ilivyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maombi kwa Mkristo ni kitu muhimu sana. Haitakusaidia wewe kusherehekea Pasaka ukajua habari za Yesu alikufa na akafufuka, halafu kabaki vile vile. Haikusaidii kitu. Lakini ashukuriwe Mungu ambaye amependa katika kukumbuka kufa na kufufuka kwa Yesu, tuangalie mambo ya msingi yanayotupasa ili wokovu wetu upate kusimama imara, ili maisha yetu yaweze kumpendeza Mungu. Lazima pamoja na yote uwe mtu wa kuomba. Tumeona habari za Yesu
alipokuwa duniani, miongoni mwa vitu ambavyo alishughulika navyo sana ilikuwa ni maombi. Wakati mwingi watu walienda kulala nyumbani kwao, lakini yeye alijitenga nao, akapanda mlimani, akakesha usiku akiomba. Alijua siri ya mafanikio yake katika huduma yake ni lazima atafute uso wa Mungu, na alijua ili aweze kupata kushinda changamoto za ulimwengu huu na vurugu zake zote, ni lazima atafute Mungu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mkristo kama haujui kutafuta uso wa Mungu, Ukristo wako utakuwa dhaifu. Usipokuwa mwingi wa kutumia mahali pa uwepo wa Mungu, ukapata nguvu ya kukusaidia kusimama na kutembea, ndugu yangu, hauwezi kwenda mbele, huwezi kufika mahali. Ikiwa sisi ni Wakristo tunaofuata nyayo za Yesu, lazima tujue yeye alifanikiwaje muda wote alioishi hapa duniani. Kwanza alijua kulishika neno la baba yake. Kile Mungu alisema naye alikishika, akaishi hicho. Na lakini ili aweze kufanikiwa, alijua siri iko magotini, kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambao tumesoma katika sura hii, usiku ule wakati wengine wameenda kulala, Biblia inasema yeye alienda mlimani usiku kucha, akawa akiomba Mungu, anaongea na Baba. Haleluya. Anamuuliza Baba, hivi kuna nini ambacho unaniambia? Kuna nini unachoshauri nifanye? Ramani ya kesho ikoje? Haleluya. Yesu aliishi kwa ramani aliyopewa na Mungu. Kila chochote alichofanya ni kile yeye aliona wapi kwa Mungu, akamwonyesha utafanya 1, 2, 3. Akamwonyesha kesho kuna adui wamejipanga hivi, sasa wewe utafanya hivi na hivi na hivi. Alienda kwa ramani. Haleluya. Ramani ya maisha yetu iko katika neno la Mungu, na ndio maana ili watu waweze kutuharibu ufahamu wetu na kuharibu uhusiano wetu na Mungu, wanakuja kwa maneno, wanaligeuza neno la Mungu, wanaingiza maneno yao. Na kwa sababu tunaamini kile tunasikia sana, ndio maana watu wengi wameharibikiwa. Yesu usiku ule, Biblia inasema alikesha usiku kucha akiwa anamuomba Mungu. Matokeo yake, kesho yake anatoka maombini, anakuja uwaliani katika huduma aliyokuwa na usiku iliyofuata. Mmoja ilikuwa ni kuchagua watu wa kutumika nao. Haleluya. Anasema kwamba akaenda katikati ya mkutano, akachagua watu 12 ambao aliwaita kuwa mitume. Hawa ni watu ambao walikuwa karibu na Mungu kuliko, walikuwa karibu na Yesu zaidi. Kila mahali alikoenda walikuwa naye, katika huduma walikuwa naye. Hawa ni watu ambao waliamini watabeba mzigo wa jukumu alilokuwa nalo mbele yake pamoja na yeye. Lakini ili aweze kujua ni nani anayenifaa kwa kazi hii, aliingia magotini, kaomba Mungu, Baba, ninajua mbele yangu iko kazi. Ni nani ambaye anafaa kuwa karibu na mimi, ambaye hata nivunja moyo, ambaye hata kuwa kinyume nami? Leo hii ni rahisi kumwona mtu kwa sura yake ukadhani ni mtu sahihi katika maisha yako, lakini kumbe ni adui wa maisha yako. Utakuwa karibu naye kwa sababu umekurupuka. Yesu hakukurupuka.
Bwana Yesu asifiwe. Yesu hakukurupuka kutafuta marafiki wa karibu naye. Kuna watu tunaishi, tuna maumivu makubwa, tuna vilio visivyokoma, ni kwa sababu tulifanya haraka kuwakaribia watu ambao tulidhani ni rafiki wa kweli, watu ambao wanaweza kutusaidia wakati wa changamoto na wakati wa kuhitaji msaada, lakini hawakuwa hivyo. Walikuja kutuumiza na kuwa sababu ya kuharibikiwa. Mtu ambaye ni mtu wa maombi, hata marafiki, Mungu atakwambia huyu ni halali kwako, huyu jiepushe naye. Haleluya, haleluya, haleluya. Lazima ili uweze kufanikiwa katika maisha yako ya wokovu, hata marafiki zako, ni vizuri kuangalia huyu rafiki ananifaa au hanifai. Sio lazima eti kwa sababu ni wa kabila yako ndio huyo wako naye karibu. Sio lazima eti kwa sababu ni jirani yako ndio awe mtu wa karibu nawe. No, uliza Bwana akupe kujua ya kwamba huyo ukiwa naye atakuwa rafiki wa faida au rafiki wa hasara. Yesu Kristo akakesha mlimani na muuliza baba yake, Baba, miongoni mwa hao wote wanaonizunguka kuna nani ambaye unaona wewe ni sahihi kuwa karibu nami? Majina yote aliyapata alipokuwa mbele za Mungu. Aliona sura za wale mitume 12 alipokuwa maombini. Ndiyo maana aliposhuka wala hakuhitaji wajumbe wapige kura kama tunaofanya leo, ati mzee wa kanisa ili achaguliwe apigiwe kura, mwenyekiti wa kwaya ili uwe kiongozi wa kwaya upigiwe kura, shemasi lazima ukaliwe na baraza ili wakupigie kura. Hayo ni ya kwetu, lakini Yesu hakuhitaji kura ya mtu yeyote, maana yeye alijua Baba anajua wote. Yeye anataka nani awe na mimi. Alienda kwa Baba akamwambia, Baba, usiku wa leo ndiko ninachotaka, nipe watu wa kutumika nao. Na Yesu akamwonyesha kati ya hao wote kuna huyu hapa, kuna huyu, kuna huyu, kuna yule na yule. Amen, amen. Yesu anakuja katika mkutano, alikuwa anapita, tunaambia Petro namkumbatia, wewe ni mmoja wapo. Anaenda Mathayo, rafiki yangu, karibu. Yohana, anapita katikati na wengine anawaacha, anapita huko, lakini hakuchagui, maana hakukuona alipokuwa wapi? Maombini. Anaangalia sura alizoona, anaenda okay, Yakobo nilikuona, njoo mwanangu. Anaenda okay, Marko nilikuona, njoo. Wow. Na Yuda hata kama alijua ni mbaya wake, Mungu sijui alifanyia ukorofi, sijui anajua Yuda ni mtu ambaye ana roho mbaya, hana upendo wa kweli, lakini akamsogeza karibu na Yesu, amwambia hata kama huyu ndiye, acha aje ili awe karibu na wewe, iwe rahisi kutimiza kusudi. Kumbe kuna wakati unaweza ukaomba Mungu niepushe na, lakini ukashangaa katika marafiki wale ulionao akaweka na Yuda katikati yao, ni ili awe anakupusi. Ukisinzia anakuchokonoa, unakimbia kwa Mungu, Baba nikumbuke, rafiki yangu nampenda, lakini ona tufanya. Huyo ni mjumbe wa kukutengeneza usijisahau.
wapi? Tunayapata wapi? Ni rahisi Mkristo akayaishi mambo ya umbea anayosikia wapi? Mtaani. Leo hii ni rahisi kiongozi wa kwaya, kiongozi wa kanisa akaishi akifanya mambo anayosikia wapi? Mtaani. Hayo hayawezi kujenga, bali yanabomoa. Hayawezi kuleta afya ya Mungu kwa kundi, hayawezi kuleta uzima kwa kanisa. Kinacholeta uzima ni wewe kwenda mbele za Mungu. Tafuta uso wa Bwana, muulize Mungu na Mungu atakuelekeza. Mwanangu, ukipita hapa utatoboa. Mwanangu, ukifanya hiki utafika. Achana na kusikia mawazo ya watu waliochoka ambao hawaombi Mungu, watakupoteza. Pasaka ya mwaka huu sio ya kusomewa. Yuda alienda akafanyeje? Hizo habari tumesikia sana, hazijatusaidia. Kinachoweza kukusaidia, jua neno la Mungu, omba Mungu. Amen, amen. Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa 5 mpaka 10. Kimbia haraka sana. Amen, amen, amen. Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa 5 mpaka 10. Tasoma. Twende kasi. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili. Akafungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani, akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kwamba Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Na alipokuwa akifikiri haya, akafika nyumbani kwa Mariamu mamaye Yohana, ambaye jina lake la pili ni Marko, na watu wengi walikuwa wamekutana humo wakiomba. Naye alipobisha kilango cha lango, kijakazi jina lake Roda akaja akasikia. Alipoitambua sauti ya Petro, hakuifungua lango kwa ajili ya furaha, hali alipiga mbio akaingia ndani, akawaambia kwamba Petro anasimama mbele ya lango. Wakamwambia, una wazimu. Lakini yeye akapaza sana akasema ya kwamba ndivyo hivyo. Wakanena ni malaika wake. Petro akafuliza kugonga, hata walipokwisha kumfungulia wakamwona, wakastaajabu. Naye akawapungia mkono wanyamaze, akawaeleza jinsi Bwana alivyomtoa katika gereza. Akasema, kampasheni Yakobo na wale ndugu habari hizi. Akaondoka akaenda mahali pengine. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wako macho, tuko macho wote. Ukiona mwenzio anasinzia, mwambie
wanangu, hapa sio pa kulala, hatuna kitanda wala neti. Ni wakati wa kusikia neno la uzima. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tumeona habari hii ambayo ilitokea mtumishi wa Mungu Petro, wakati fulani akaingia kwenye kadhia ambayo ilikuwa wakati ule watu wakiuawa ovyo. Watumishi wa Mungu walikuwa wakiuawa. Herode alipokasirika akawa anajaribu kutaka kukomesha habari ya watu wanaosema injili ya Bwana Yesu, ya kwamba watu wageuke, waache mazoea, waache sheria za kibinadamu, waje katika sheria ya Mungu, walishike neno, waliishi neno. Akawa akiwaua watu. Katokea wakati huo Petro naye akakamatwa, akawekwa gerezani. Na gerezani Biblia inasema wakawa na walinzi wa vikosi vinne, wanne. Alikolala ndani kuna walinzi, katika mlango walinzi, kwa geti lingine walinzi, nje walinzi. Walihakikisha huyu hata kama akifanya ujanja gani hawezi kutoka, lazima auawe. Lakini wakati amekamatwa, kuna watu waliojua siri ya maombi. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, iko siri katika kuomba. Kuna mafanikio katika kuomba. Iko nguvu inayovunja nira, iko nguvu inayofungua vifungo, iko nguvu inayofufua wafu katika kuomba. Ukiomba Mungu hakuna jambo lolote linaloshindikana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Petro amefungwa hapo gerezani, washirika wake wakasema, hapa tukubali, hawezi kufa kizembe mtu kama huyu anayesimama kwa neno la Mungu, anayesema kweli ya Mungu. Wakalia mbele za Bwana usiku kucha, wakawa wakiomba ili Mungu aingilie kati kesi yake, ili Petro asife. Leo hii kuna kizazi cha washirika ambao wanaweza kujitolea kufunga na kuomba, wakakesha kanisani wakiomba kwa ajili ya mchungaji wao aliyeshikwa, ametiwa hatiani, na ukweli ni kwamba anakwenda kuuawa. Imejulikana kwamba mchungaji wetu ameshikwa, na kwa namna alivyokamatwa ni lazima watamuua. Washirika, tuseme kweli, ni nani na nani wenye ujasiri watakao kuja kanisani kukesha wakiomba kwa ajili ya mchungaji ili Mungu amrehemu asife? Wangapi wanaweza hiyo? Sikiliza, ni rahisi kusema kwa kuwa tunaongea sasa hivi. Sikiliza, wakati ule jamaa walikuwa serious, wakikamata yule anayesema habari za Yesu, hawana mchezo, wanakata shingo. Na siku chache tu kuna ndugu yao alifyekwa, Yakobo alikatwa shingo, halafu ameshikwa na Petro. Sasa wewe umesikia mchungaji wa kanisa fulani amekatwa, halafu ndio amekuja kanisani kwenu, mchungaji wenu amekamatwa na yeye alikuwa anakatwa, na wewe utakuwa na ujasiri wa kwenda kanisani kuomba, au utakuwa na ujasiri wa wewe na yule mjikusanye, mkutane kwa nyumba ya mpendwa mkaombe? Ni rahisi? Hapo kila mtu anakuwa bize kutafuta kuokoa uhai wake. Ukisikia hapa kimenuka, hata kama hauna nauli, utakopa nauli, ukimbilie kwanza Bariadi, Maswa, Shinyanga mjini, ili kukishakuwa shwari ndo uje urudi.
atakaa hapa? Wanatafutwa Wakristo, utatulia wewe hapa? Hata nguvu ya kuomba hakuna. Mtu atakaye kwamba hivi kweli Mungu anaweza kuzuia hii habari, wewe ni nani? Labda miguu imekatwa, lakini ipo. Hata kama ana nauli, atatembea kwa mguu. Kanisa la wakati ule ni sawa kwenda kanisani, lakini waliamini ya kwamba tukiungana nguvu moja tukamlilia Mungu wetu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, hakika Mungu anaweza akamwokoa asife. Ndipo usiku akawa bize, wanalitia jina la Bwana. Baba, kumbuka mtumishi wako Petro, kwa nini afe? Bado tunamtaka, tunamhitaji mchungaji wetu. Bwana, simama naye, mwokoe, mlinde, asife kwa mkono wa huyu muuaji. Tunamtaka arudi, bado tunahitaji kuwa naye mchungaji wetu. Kwa nini afe? Wanaomba, na wakati wanaomba Mungu akasikia kuomba kwao. Na Petro alipokuwa gerezani, Biblia imesema kwamba alipokuwa amelala kwa huzuni, amechoka, akiwa usingizini, malaika akaja akampiga ubavuni, akamwambia, mwanangu, amka, si muda wa kulala, wokovu wako umekuzukia. Inuka mwanangu, vaa viatu, jivike nguo zako, twende. Minyororo alikuwa amefungwa, yenyewe ikapukutika kupwa chini, vifungo vyote vikachia. Jamaa yuko huru, vaa viatu vyake, vaa mavazi yake, anatembea. Wakati anaondoka hakuuliza wewe ni nani, alichojua ni sauti nasema, nyanyuka, safari inaanza. Akaondoka yeye mbele, Petro nyuma yake, malaika anamuongoza. Walipofika lindo la kwanza, mlango ukafunguka, lindo la pili, mlango ukaachia, mpaka mlango wa kutokea nje ukafunguka wenyewe. Akatoka. Walipofika mbele kidogo, malaika akamwacha, kazi amemaliza. Haleluya! Wako malaika ambao Bwana huwatuma ili kutulinda. Wako malaika ambao Bwana huwatuma kututetea. Wako malaika ambao Bwana anawatuma ili wakulinde usalama. Hata wakati adui amekuzingira, hauwezi kufa, hauwezi kuangamia, maana Bwana anakujua, maana Bwana bado anakupenda, anakutaka bado. Kwa nini ufe? Nakumbuka kisa kimoja, wakati nabii Elisha alipokuwa amekaa na Gehazi wake, wamekaa katika mlima mojawapo, alafu Gehazi alipotoka nje, anaona kuna majeshi adui wamezunguka milimani, alafu wana silaha mikononi. Yule mtumishi wa Elisha akarudi ndani, akamwambia, bwana wangu, wewe umekaa ndani, tumeshazingirwa, adui nje wametuzunguka, tunakufa. Kaambia, dogo, acha mambo yako hapa, hafi mtu, mimi sio huyo unayedhani, ninaye Mungu ambaye yuko juu ya miungu. Haleluya! Akaambia, sasa sikiliza, hao unaoona ni kidogo, walioko upande wetu ni wengi kuliko hao, halafu ni mabaunsa, usinishe hata mmoja wao. Akagusa macho yake, ambia, Bwana, fungua macho yake aone kidogo. Gehazi alipoangalia, anakuta kumbe wanaowazunguka ni malaika maelfu ya maelfu ambao wana silaha zinawaka moto mikononi mwao. Jamaa baada ya kuhuzunika akawa akiruka, anashangilia, anajua kumbe hatufi. Sikiliza, nguvu ya maombi inapasua miamba, nguvu ya maombi inafungua vifungo, nguvu ya maombi inaahirisha kifo juu yako, unakuwa salama. Haleluya! Petro alipokuwa gerezani, Herode alijua kesho yake atamchukua akakata shingo kama alivyofanya kwa Yakobo, lakini wana maombi wakajipinda, wanaomba. Petro akachomolewa gerezani.
Mefika nje kadhani ni ndoto, lakini haikuwa ndoto, ilikuwa ni kweli. Baadaye akasema aya, kumbe ni kweli, niko nje. Akajua malaika wa Bwana amefanya mambo haya. Hakutaka aulize zaidi, alichofuata nacho ni kutoka pale anakimbia, na Mungu akamuongoza mahali ambapo kanisa walikutanika wakiomba kwa ajili yake. Hawajui ya kwamba Petro amekwisha kutoka, wako bize. Tunamtaka Bwana, tunamtaka Bwana, umlete mtumishi wako, tunahitaji awe pamoja nasi, asife Bwana, mwokoe na kufa, mlinde Bwana. Lakini kumbe yupo, wakati wako bize, ndipo anagonga hodi hodi. Alafu kumbe kuna kadada kamoja karoda ambako kalikuwa hakaombi, kaokengele kako tu, kichwa juu tu, macho juu tu, yuko bila vitu vingine. Si hata leo kuna watu kuja maombi, jamani maombi, utakuta wengine wamesama maombi. Ukiangalia kuna kingine kako bize anahesabu kechi. Alafu atasubiria tu wengine wameomba, akisikia kuna point jamaa ameomba anasema haleluya, alafu anatulia, anaangalia kisa mwingine ameuka sema ya ni kweli Bwana. Yaani wewe kuitikia tu ya omba, acha kelele cha kuangalia makechi, acha mambo yako mashaka yanaendelea. Wakati wa kuomba tuzame wote, tumuombe Bwana. Haleluya. Ndio wakati Petro amefika pale anagonga, akawa wa kwanza kusikia. Aliposikia kwenye mlango akajua sauti hii ni ya mchungaji wetu Petro. Akufungua mlango akakimbia kwenda kwa wana maombi ambao wamezama maombini, anapeleka mabeki. Jamani, acha subiri. Petro yuko nje, anambia wewe nani? Petro yuko mlangoni anagonga. Kaambia umechanganyikiwa wazimu wewe, asikutoshi, toka. Wakaendelea, Baba tunakuhitaji, uje Bwana tukuone. Jamani, yeye yupo. Kaambia wewe, huyo si yeye, ni malaika wake. Tunajuana, huyo ni malaika. Acha biashara. Wanaendelea kuomba, lakini baadaye wakasema okay, acha tumsikilize. Alipoenda kufunga mlango, kwa kuona kweli ni Petro amekuja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wakati tunaomba Mungu ni kama hatuamini kila tunachoomba kwamba Mungu anaweza kufanya. Angalia maajabu haya. Wanaomba Petro afunguliwe arudi, halafu wanaambiwa yuyo mnayemwombea yuko mlangoni amekuja. Wanasema una wazimu. Yaani ya maana hawaamini kwamba Petro angeweza kuja. Sasa mnaomba nini? Leo hii kuna wakati unaweza kuta mtu anaomba ni kama desturi kutimiza wajibu. Anaomba lakini ukweli haamini sana kwamba inaweza kutokea. Ndio maana hata wakati mwingine majibu yakija mtu anabaki anashangaa. Huyu sio Mungu, hajajibu Bwana. Hapa hakuna Mungu. Sasa ulikuwa unaomba au ulikuwa unatania? Mungu ni mwaminifu. Ukimuomba yeye anakupa ulichoomba. Cha msingi ufahamu kwamba unapoomba tarajia majawabu kutoka kwa Mungu na ujiandae kupokea kile ambacho Bwana amekujibia. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nguvu ya maombi ilimtoa Petro gerezani wakati ambapo alitakiwa afe, lakini wana maombi walibadilisha hali ya hewa. Wakristo tukisimama imara tunaweza kubadilisha upepo. Dunia ikisema hivi, sisi tunasema hivi. Na hatuhitaji kupigana wala kushindana kwa maneno. Hatuhitaji kwenda mtaani kushindana kwa hoja. Sisi tunaingia
piga magoti, mwambie Bwana, umesikia maneno yao na vitisho vyao umeviona, lakini sisi tunaamini wewe Bwana uko upande wetu. Maneno yao hayana nguvu kwetu, ila neno lako lina nguvu kwetu. Yote haya yenye masikini la kwako lisimame. Unashangaa huko wenyewe wanaanza kukataa. Jamani, tufanye hivi, hiki hapana, ile hiki hapana, tufanye. Lakini walisemaje? Walishaurije? Nguvu ya wana maombi. Mkristo lazima ujue neno. Jambo la pili, maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kimbieni yeye haraka sana. Sura ya pili. Kuna kitu hapo. Kitabu cha Danieli sura ya 2:14. Some mstari michache na kwa futwe. Danieli sura ile ya 2. Danieli sura ya 2 hapo, sura ya 2 mstari wa 18. Someni hapo. Danieli sura ya 2 mstari wa 14. Ndio. Unasema hivi: ndipo Danieli kwa busara na nadhari akamjibu Arioko, akida wa walinzi wa mfalme, aliyekuwa ametoka ili kuwaua wenye hekima wa Babeli. Akajibu akamwambia Arioko, akida wa walinzi wa mfalme, mbona amri hii ya mfalme ina ukali namna hii? Ndipo Arioko akamwarifu Danieli habari ile. Basi Danieli akaingia kumwomba mfalme ampe muda, kisha yeye akamwonyesha mfalme tafsiri ile. Na hii habari inaenda mpaka mstari wa 49. Na acha nielezee kwa haraka kisa hiki. Ni kisa kinachomhusu mfalme mmoja na watumishi wa Mungu. Haleluya. Kisa hiki kilitokea, mfalme aliota ndoto. Halafu ile ndoto aliyoiota akaisahau. Ameamka asubuhi anakumbuka tu kwamba usiku kuna ndoto aliota, lakini cha ajabu imepotea, haikumbuki. Alipowaza akawa akihangaika, ni nini maana yake hii? Ni yote ndoto halafu ipotee, kuna nini? Akakosa amani, anasumbuka moyo wake. Akajua kwa nchi yake anao watu ambao wanajulikana, ni watu wanaoweza kufanya vitu ambavyo ni vya tofauti na kawaida ya wanadamu. Akajua kuna waganga wa kienyeji, wapunga pepo, wachawi, wapiga ramli, watu wote ambao walijulikana huko mjini wana majina yao. Akawakusanya wote, wakaenda ikulu. Walipofika ikulu, akawaambia, jamani, nimewaita kwa kuwa najua ninyi mmesifika sana, mna uwezo mkubwa wa kufahamu na kujua mambo hata yale ya siri, mnaweza kuyaleta wazi. Sasa kuna ndoto ambayo nimeota, lakini nimesahau, sikumbuki. Ninachotaka mniambie hiyo ndoto ilikuwa ni ya nini, halafu mkisha nikumbusha ndoto yangu mnipe tafasiri yake, ina maana gani? Wale wote wakakaa, piga manyanga yakagoma, ita majini ya kutoka Sumbawanga, ita mizimu kutoka Tanga, kwenda tikisa mamenyanga, leta majini ya kutoka Rukwa, Kigoma, wewe piga na nini? Ita na yale mizimu ya kutoka Bariadi, ndo gambo Shingogwe, kusanya yote. Wakatikisa, lakini mwanangu, hakuna majibu yalikuja. Kila wakipiga ramli, giza tupu. Wakiangalia kwenye kioo, hakuna majibu. Wakasema, mzee, hii habari hatujawahi kusikia tangu dunia imeumbwa, kwamba mtu umeota ndoto umeisahau, halafu eti unaita watu wakukumbusha ndoto yako.
Hii haijawahi kuwa. Ndio mara ya kwanza tunasikia. Anaambia sikilizeni. Kwa namna hii ndoto inanisumbua. Kinachowapaswa ni mniambie ndoto yangu ilikuwa ni ipi na imebeba ujumbe gani kwangu. Kinyume na hapo wote mnakufa. Amri ya mfalme ikawa ni kali, hacheki na mtu, anataka majibu. Lakini wote walisalenda, wakasema mzee, habari hii ni ngumu sana. Hakuna mtu anayeweza kukueleza ndoto yako na tafsiri yako. Ni labda ungetuambia hiyo ndoto ikoje, tungetafsiri. Akasema kama hamwezi, iko amri moja, maisha yenu ndio mwisho. Wote mnauawa hapa hapa mbele yangu. Wakati amri ya mfalme imesimama, kuna watu vihelehele, nao walijua kuna watumishi wa Mungu ambao wapo na wao huwa wanaaminiwa kwenye mambo ya ufahamu. Wakawatafuta Danieli na wenzake, wakasema na hawa wasibaki, waje na wao wafe na wenzao. Wakawatafuta waliko, wakawaleta. Wanakuja, wanakuta amri ya mfalme imesimama. Hamjaniambia maana ya kile nimeota ilikuwa ni nini, mtakufa. Ndipo Danieli akasema, tafadhali mzee, naomba uniamini, niruhusu nipe muda niende, halafu nitakuletea kile unachokitaka. Ndoto yako nitakwambia na tafsiri yake. Mfalme akasema okay, ninakupa siku, nenda haraka sana. Ukikosa majibu, kufa kwa pale pale. Lakini wale wengine hawakuachiwa, wakakaa Ikulu wanasubiria majibu Danieli achenayo. Sikiliza, kuna vitu ambavyo waganga hawajui, hawawezi kushughulika navyo. Kuna mambo ambayo wachawi hawawezi kufanya. Kuna vitu ambavyo wapunga pepo hawawezi, lakini yanawezekana na Mungu peke yake, na wenye kuyapata ni wale ambao ni waombaji, sio vinginevyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Danieli akatoka mbele ya mfalme, akaenda akawapitia ndugu zake akina Azaria na Mishaeli, akasema jamani, kuna tenda. Maana mfalme alisema atakayeniambia ndoto yangu na akanipa tafsiri, nitamtunuku, yani nitambariki, nitamfanya awe mtu fulani kwenye ufalme wangu. Akasema jamani, iko nini? Unajua kuna wakati mwingine mtu kama unajiamini wewe uko na Mungu, unapata issue fulani kwako ni dili. Bwana Yesu asifiwe. Ni dili. Maana hiyo dili halikuwaji pale ulipokuwa ukipiga mwanangu umetoboa, maisha yako yanabadilika. Haleluya. Unatoka kwenye maisha ya tembe unaingia maisha ya ghorofa. Unatoka maisha ya kula mlenda na nini, dona na mlenda Jumatatu mpaka Jumapili, unatoka kula matoboro na michembe, unaenda kula mtu wa chapati, supu, kuku, samaki. Uweze kufika maisha hayo, piga kazi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wale watumishi wa Mungu wakapata tenda, wakasema hii si ya kukosa, tupige goti wanangu. Waliingia mbele za Bwana, wakamuuliza Mungu, Baba, tuambie ile ndoto ambayo mfalme ameota halafu amesahau ilikuwaje? Mungu akashusha akampa Danieli, na sasa kama imekuja ni nini tafsiri yake? Ikashuka. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya pale sema, wanangu, ngoma imeitika, tuinuke tuoge, tuvae vizuri, twende Ikulu, Bwana amefanya tayari. Wakainuka wakaenda. Wanafika pale, waganga, wachawi, wapunga pepo wamekaa kwa huzuni, wanajua siku za kuishi kwao zimeisha. Lakini yuko mtu mmoja au watu wachache wenye imani katika Mungu, watu waombaji wanaoamini Mungu anajibu maombi, wanakuja na hatima njema ya maisha.
maisha ya watu ambao walikuelekea kufa. Wanaingia mbele ya mfalme, anamwambia ewe mfalme, nimekuja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati ukiwa vizuri na Mungu unaingia mahali hata kama si vizuri kujiinua, lakini unaingia kwa jeuri. Maana kuna wakati walikudharau, waliona wewe hohehahe, wakajua hauna uwezo wa kufanya chochote, lakini Bwana anapokupa neema ya kubadili upepo, unavuma kwenda huku, unauleta tulia, unaingia hata kama sio nzuri, kwa jeuri kidogo. Kama unawaangalia fulani, habari zenu, yaani huna haraka, unasema okay, nimekuja mtumishi wa Mungu, msiogope, hapa hafi mtu, wote tuko salama. Mungu wangu amewaona ya kwamba ninyi si lolote, si chochote, isipokuwa yeye ndiye ametaka mgeuke, mwangalie Bwana, mwabuduni Mungu, mwamini yeye, muache matunguli yenu. Sasa nimekuja na majibu sahihi. Wote macho wanashangaa. Nasema inawezekana kweli? Ndiyo, yasiyowezekana na wanadamu Mungu anaweza. Haleluya. Danieli anaingia mbele ya mfalme, anamwambia sasa, sikiliza habari hii. Hawa watu nitaka kuwaonea, maana ni kweli hayupo mtu ambaye angeweza kuleta ndoto na majibu yake, na wala si mimi kwamba ni akili yangu na uwezo wangu, lakini ujue wazi kwamba yuko Mungu wa miungu, ndiye ambaye aliona vyema amfunulie mfalme ndoto yake na tafsiri yake. Akamwambia sasa, kaa kimya, utulie, nikupe mambo. Mfalme akatulia, anasikiliza. Haleluya. Kuna wakati Bwana akikuheshimisha, unaenda mahali ambapo wale wenye sauti zao, wenye vyeo vyao wanakaa chini, wanatulia, wanasikiliza mtumishi wa Mungu anasemaje. Haihitaji uwe na degree ngapi, hauhitaji uwe na PhD. Utaenda shule, utakuwa ada, utasumbuka miaka yote, lakini kuna wakati utakuja ukae chini ya mtu wa darasa la 7 akupe nondo. Elimu yako itashuka chini, inabaki hekima ya Mungu peke yake. Hapa ndo Mungu anampendaga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukimpenda Mungu, ukaliishi neno lake, ukawa mtu wa maombi, Mungu anakuinua, Bwana anakuweka juu. Wale ambao wanadhani wamefika viwango, kuna wakati watashuka chini, utakuwa juu. Unawafundisha, unaambia we, hiki acha, fanya hivi. Elimu yako itakuwa 0. Haleluya. 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 Danieli ambaye alikuwa anadharauliwa, akamwambia mfalme, ndoto yako ilikuwa hivi na hivi, uliota imekuwa hivi, ikaenda hivi, ikaja hapa, ikaenda hivi, na sasa tutaiubiri tafasiri yake. Iko hivi, Mungu anakwambia utakuwa hivi, ufalme utaenda hapa, itakuwa hivi, utaisha, utakuja mwingine, utaenda. Alipomaliza kuitafsiri ndoto, mfalme akasema, hakika ulichosema ndicho. Haleluya. 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 Biblia inasema baada ya Danieli na wenzake kuiweka wazi ile ndoto na tafsiri yake, mfalme alielewa, akatoka kwa kiti chake cha ufalme, akaanguka chini, akapomoka, akasema, hakika nimejua ya kwamba na kuanzia leo ijulikane wazi ya kwamba Mungu wa Danieli na wenzake ndiye Mungu wa kuabudiwa, ndiye Mungu anayestahili sifa zote na heshima. Watu wa maombi wamebadili neno la
si kama unakula kwa unataka ule. Unasikia? Si uache siku zingine. Omba Mungu. Omba Mungu ndugu yangu. Haleluya. Danieli kilichomheshimisha ni kwa sababu alijua faida ya maombi. Ni kwa sababu alijua siri iliyopo katika maombi. Haleluya. Amen. Wakapewa nafasi ya kuwa juu. Bwana akawainua. Mfalme akawaketisha katika level fulani. Halafu wale ambao walikuwa mgurura wa kuibia watu eti ni waganga, sio wanapiga ramli, sio ni wachawi, wakabaki vinywa wazi. Haleluya. Amen. Na ingekuwa mimi kwa akili yangu hii nilionayo, kama nimekuwa hivyo pale anasema mfalme, kwa kuwa wewe mwenyewe umekiri Mungu wetu ndiye na hakuna mwingine kama yeye. Hawa waganga, wachawi na wote, nataka neno moja, walete matunguli yao, biashara ya kiganga, uchawi waache, wamwamini huyu Mungu wetu aliyefanya haya. Akisikika mtu yeyote anaroga, ni mchawi, anapunga pepo, kufa na afe. Amen. Wangesema uweke amri moja. Hiyo biashara ingefia pale, maana si ni waongo. Aliye wa kweli sasa amejulikana. Sasa kwa nini watu waendelee kudanganywa? Kwa nini waibiwe wakati tumepata njia ya kweli? Wote wageuke kwa Mungu huyu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hicho ndicho ambacho kilileta hali ya watu kujua ya kwamba wale ni Mungu ni waongo, lakini yuko Mungu mbinguni anayejibu, anayefunua mambo ya siri akayaweka wazi. Ni ajabu dunia sasa, watumishi wa Mungu wako wapi? Dunia inaenda isivyo, nchi inatikisika, hayupo mtumishi wa Mungu anayeweza kuleta majibu kwa taifa. Hayuko mtumishi wa Mungu anayeweza kuleta uelekeo wa taifa. Wote wamesinzia, wote wamelala, wana majina makubwa, hayasaidii taifa, yanaibia watu, wana lebo kubwa, lakini hawana lolote, hawana chochote. Ingekuwa watumishi wa Mungu wa kizazi hiki wangelisimama imara, wakawa watu wanaosimama kwa neno la Mungu, wakawa watu ambao wanaomba Mungu, leo hii nchi ingejua yuko Mungu. Amen. Ni ajabu kwamba inafika wakati viongozi wanaenda kutafuta hekima na msaada kwa waganga, kwa wachawi, wapunga mapepo. Watumishi wa Mungu tuko wapi? Wachungaji mko wapi? Maaskofu mko wapi? Mitume na manabii mmeenda wapi? Nchi inahitaji uongozi. Nchi inahitaji utatuzi wa mambo ambayo yameshindikana kwa akili za kibinadamu. Anahitajika mtu mmoja ambaye ni mwombaji. Haleluya. Haleluya. Anahitajika mtu mmoja ambaye ni mwombaji, alete majawabu kwa watu wa Mungu, alete ufumbuzi kwa taifa. Ifike wakati ambapo viongozi wakubwa wa nchi wakikwama mahali popote, wajue yuko mtumishi wa Mungu. Tukienda hapo tunapata kile Mungu anachotaka. Tutasikia neno la Mungu kwake, tutapata ushauri wa Mungu kwake. Ikifika hatua hiyo, nchi itakuwa salama. Wanaolia na kulalamika mara huyu mara yule vitakoma, lakini kwa sababu hayupo Mungu, hayupo Mungu, kuna miungu wafu wanachanganya taifa, wanachanganya
vichwa vya watumishi wa Mungu, wanachanganya makanisa. Yuko Mungu ambaye akitafutwa yeye anapatikana. Yuko Mungu ambaye akiombwa hanyamazi, anajibu na akijibu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Saa 12 hii na dakika 4, muda umeisha. Muda umeisha. Na kwa sababu hatufi leo na hatujafikia mwisho, sina kesho ni siku nyingine bwana. Amen. Eti waheshimiwa, sina kesho ni siku nyingine. Ndio. Tutaunga. Sasa kesho usisahau kuwahi kurudi hapa. Haleluya. Amen. Na ukiweza shika mkono mwenzako kule, mbele mwanangu wewe umenoga kule. Amen. Tupate mavitu. Amen. Haleluya. Amen. Hata kama sio wa dini yako, mwambie mwanangu kwetu kumenoga kwetu. Yeah. Ukiona kuna kitu fulani unakifurahia, mpe na mwenzio, njoo bwana tule wote. Amen. Haleluya.